Yesu asifiwe. Amen. Wengi wananifahamu kama Apostle Titus Dumi, lakini pia wengi wananifahamu kama Pastor au mchungaji Titus Dumi. Nilikuwa katika mkoa wa Kilimanjaro na familia yangu kwa mara ya kwanza na mke wangu ambaye ni pastor sasa na pia ni Reverend Pastor Joan Titus Dumi tangu mwaka wa 2011 katika mkoa wa Kilimanjaro. Tulianza kanisa letu pale KDC, ile njia ambayo inaelekea kama kule Msaranga. Tulianza pale, kanisa ilikuwa nakumbuka majira ya mwezi wa 6 pale Msaranga mpaka majira ya mwezi wa 11. Mungu akatupatia neema na mke wangu tukapata pesa, tukakodisha ukumbi pale Dabolodi pale kwa Asenga juu. Ni ukumbi walikuwa na miliki familia kina Masawe, na tulikuwa pale kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 4, and then tukapata neema tukapata ukumbi hapa baada ya Manyeles Arau kwa mwanani kwa mzee Kware. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekuwa pale na huduma kwa miaka 11. Mwaka 2021 tukaweza kutoka hapa Moshi tukaelekea Arusha, tukafungua tena kanisa Arusha kwa mwaka mmoja, na mwaka 2022 tukarudi Dar es Salaam, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Nyumbani ni Mikocheni. Bwana Yesu asifiwe. Nilizaliwa miaka 51 iliyopita katika hospitali ya Ocean Road. Bwana Yesu asifiwe. Kule wanasema kata ya Magogoni. Bwana Yesu asifiwe, au Panga Mashariki. Basi leo nataka niongee neno moja la muhimu sana ambalo Mungu alinipa wakati nilipokuwa natoa unabii wa kuingia huu mwaka wa 2025. Katika Biblia tulionayo, Biblia ina lugha ya kinabii au ina namba na hesabu za kinabii. Na kila mwaka wakati nilipokuwa hapa Moshi kwa tunanikesha mikubwa sana ya kuvuka mwaka, na kisha Mungu anatupatia unabii wa maelekezo kwa ajili ya huo mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu ni mfupi, hata dakika 20 haiziishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati tunaingia mwaka huu, kwa sababu namba 5, sema namba 5. Kibibilia namba 5 ndio siku ambayo Mungu aliumba ardhi. Sema ardhi. Sema aliumba udongo. Sasa unapoingia katika namba 5 lazima ujue nini kazi ya ardhi. Huu udongo ambao tunauona leo, tukipanda maua yanachanua vizuri, tuna mlimao na stawi vizuri, tukipanda nyasi mifugo yetu inapata chakula, tukipanda mboga tunapata chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana gani? Liko jambo moja la muhimu sana, kwa sababu hata kikundi chetu hiki cha wamama cha kusaidiana kiuchumi, kimaendeleo, kiafya, amen, kwenye shida, kwenye raha, kwamba kila kitu tunachokitegemea sisi kinatoka kwenye nini? Kwenye ardhi. Hata hizo noti hizo zimetoka kwenye nini? Ni mmea ambao umeota pale. Haleluya. Na hii miili yetu ambayo inabeba, wamama inabeba ujauzito, wanaume inabeba mbegu za watoto, asili yake ni nini? Ni ardhi. Vyakula ambavyo tunakula vinazalisha mbegu za wanaume, zinazalisha kizazi cha mwanamke, inatoka kwenye nini? Kwenye ardhi. Kwa hiyo Bwana aliniambia mwaka huu ni mwaka ambao kwamba wale watu ambao watakuwa waaminifu mbele zake watakuwa kama mti ambao umepandwa kando ya mto, ambao huo mto maji yake huwa hayakauki. Amen. Na watazaa matunda. Amen. Na majani yao hayatanyauka. Yaani neno jani katika Biblia inazungumza chanzo cha mapato yako. Your source of your income shall never drought. Chanzo chako cha mapato hakitanyauka. Kama ni mwanafunzi, chanzo chako cha elimu na cha sapoti ya kuweza kupewa school fees hakitakwisha. Lakini pia Bwana akaniambia mwaka huu ya kwamba wale ambao hawatamheshimu na kumcha yeye, Mungu atatumia ardhi kwa mambo makuu mangapi? 4 au 3. Jambo la kwanza, Biblia inasema kitabu cha Mathayo ile sura yetu ya 15. Mathayo sura ya 15. Dakika zangu tu 20 zitaisha. Amen. Sitawachosha. Bwana Yesu asifiwe.
narudi leo Dar es Salaam. Nilikuja jana, narudi leo Dar es Salaam. Amen. Lakini nitarudi tena Moshi. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura 15 ukisoma ule mstari wetu tukianzia wa 13. Mathayo sura 15 mstari wa 13 tunasema hivi, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Itafanya nini? Litang'olewa. Kwamba hata wakati Mungu anamuumba mwanadamu, amen, ile siku ya ngapi? Ya sita. Sababu mwanadamu ana sehemu kuu ngapi? Mbili. Kuna mwanadamu ambaye asili yake ni udongo, ndio mwili wa nje, ambao huu mwili ndio maana unakuta unazeeka, unachakaa, amen, na mwisho unafanya nini? Unakufa, sababu mwili huwa haufi. Sema roho inapotengana na mwili, maana yake mwili unarudi katika asili yake. Sasa nataka tujue kwamba kwa hizi siku chache ambazo zimebakia, haijalishi ni siku chache kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu hizi siku zimebakia anaweza kukutimizia ahadi zote ambazo aliziahidi njema katika huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ukazivuna. Unaamini hivyo? Mtume Petro kuna kauli alizungumza ambayo watu wengi huwa hawajui kwa nini alizungumza. Alisema kwa Mungu siku moja ni miaka ngapi? 1000. Unajua kwa nini? Kwa sababu Petro, wakati Yesu amekwenda na Petro pamoja na Yakobo pamoja na Yohana kwenye na kwenda kukesha ule mkesha wa kuomba kwa ajili ya lile ambalo Kristo analikabili mbele yake, aliwaelezea kwamba roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa, lakini naomba mkeshe, mnitie moyo, kwa sababu nakaribia kipindi ambacho nitasulubiwa na kuuawa na kumwaga damu na kufa, na hata siku kufufuka kwa sababu ya walimwengu. Lakini hiyo gharama ni ngumu. Lakini Petro pamoja na wenzake walipoambiwa haya, walishindwa kukesha hata saa hili moja. Mwisho akasema, ombeni msije mkaingia wapi? Majaribuni. Sawa sawa. Unajua kuna kitu kinaitwa jaribu, alafu kinaitwa nini? Mtihani. Shetani huwa anatuletea majaribu. Yeye ni mjaribu, sawa sawa? Lakini Mungu leta nini? Mitihani. Na mitihani ya Mungu mara zote huwa anatarajia kila anayepokea mtihani afaulu. Lakini kabla ya mtihani lazima utakaa darasani. Sema darasani. Hakuna mwalimu chizi au mwenda wazimu atowae mtihani ambao hajakufundisha darasani na ambao hajakuuliza maswali umeelewa au hujaelewa. Sawa sawa. Kwa hivyo manake mtihani ni kitu ambacho ukiletewa, sio kitu ambacho utafeli. Lazima uwe umekaa wapi? Darasani. Sasa kama hujakaa darasani ndio hapo unafeli. Sawa sawa. Lakini jaribu aliangalia darasa. Sawa sawa. Whether you were in the classes or not, kwamba jaribu shetani yeye angalia madarasa. Yeye anaangalia tu kwamba huyu nikimjaribu mahali hapa, anajitambua au ajitambui, na kama ujitambui akumaliza. Anafahamu anakumaliza. Lakini kwa hiyo bwana Mungu amesema ombeni msiingie wapi? Majaribuni. Kwa sababu maombi pia ni silaha inatusaidia sana hata wakati tumeingia katika majaribu ya kila namna. Yaani maombi yanatupatia sisi ufahamu wa kuweza kumwomba Mungu na kutupatia njia ya kutoka nini? Majaribu. Amen. Amen. Katika maisha ya wanadamu awa yote, uwe ni Mkristo usiwe Mkristo, mitihani na majaribu ni sehemu ya maisha. Na hivi vyote vinakuja, sio lengo vituvunje moyo, vitushe tamaa, lengo vituamshe tumaini letu. Nataka niongee na kina mama. Amen. Kwamba huu mwaka haijalishi, ndio kuna matukio mengi mazito yametukia katika nchi hii. Sawa sawa. Na katika maisha ya jamii mbalimbali, lakini still kuna ahadi Mungu aliahidi kwamba wenye haki wake watakuwa kama mti uliopandwa. Sawa sawa. Naweza kwa nasema kila pando ambalo baba yangu akulipanda katika mwili wako huwa udongo, na katika roho yako ile ambayo ya mwili wa mbinguni, kwamba Kristo amekuja kung'oa hayo mapando, iwe ni mikosi, iwe ni nuksi. Kwa sababu Mungu atakusema Biblia kwamba tuangalie mwanzo ile sura yetu ya kwanza na mstari wa 24. Mwanzo 1:24. Hii ni siku ya 5, nasema siku ya 5. Jamani, siku ya 5. Siku ya 5. Ni machosha? Au ni ishie tu hapa? Hapana.
Mwanzo sura ile ya 5 ya kwanza mstari 24 inasema hivi. Genesis chapter 1 verse 24 inasema, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsia zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwituni kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Siku ya ngapi? Ya 5. Mungu siku ya 5 ndipo alipoumba nini? Nchi, udongo. Amen. Na kisha ile siku ya 5 akaamuru udongo kwamba uumbe viumbe vyenye uhai, wanyama wote, wadudu wote wazuri kwa jinsia zao, majike na madume, sawa sawa. Waliumbwa siku ya ngapi? Ya 5. Na udongo huo huo siku ya 6 Mungu alifinyanga human being katika hali ya udongo, sawa sawa. Sawa sawa. Tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza ili tuone pia siku ya 6 Mungu tena kwamba kama siku ya 5 Mungu aliumba ardhi na akaiambia ardhi iumbe viumbe vyenye uhai kwa jinsi yake, na ardhi ikalisikia neno la Mungu, ikatii, ikaumba wadudu wazuri. Mungu hakuumbwa siku ya 5. Mungu aliumbwa baada ya wanadamu kumwasi Mungu. Miba hii haikuumbwa siku ya 5, kwa sababu vizuri katika laana ya Adamu akaambiwa utakuwa kwa nini? Kwa jasho. Maana yake lazima upambane ndio ulishe mkeo na familia yako, sawa sawa. Lakini leo na mme wangapi jamani tunatoa jasho tuhudumia watoto na watoto wetu? Ni wachache. Uongo kweli? Wakina mama ndio mnatoa jasho sasa hivi. Na familia, watoto, shule. Sisi tumekaa tu ndani mwa tunakufaga mapema. Kwa sababu wajibu wetu sisi lazima tuchemshe. Haleluya. Ili nyinyi na watoto wafanye nini? Na kesa nifika wakati wanaume tumekosa wajibu wetu. Na akaambiwa utakula kwa jasho, na akasema na hii ardhi utailima, lakini kabla ya kuilima hii ardhi kuanzia leo ninaiamuru tena iumbe miba na mbigili. Ili wakati unalima ukikwambia nadhani jambo itaendelea. Ndio maana kuna mwanamuziki mmoja akaimba akasema, wanaume tumeumbwa mateso kuhangaika. Ndio. Sawa sawa. Kama mwanamume utakubali kuteseka na kulipa gharama katika maisha ya kila siku, familia yako haiendi mahali. Leo wanaume wengi tunaibu, hata unaniangalia, tuna aibu kubwa sana. Hatujali familia. Yaani leo tunataka wanawake ndio watoe jasho, alafu sisi tule. No. Wao waliambiwa watu watakula kwa nini? Watazaa kwa uchungu, sawa sawa. Alafu pili wakaambiwa laana yao, tamaa yao itakuwa kwa nani? Kwa mwanamume, sawa sawa. Lakini masuala ya jasho ni ya kwetu akina baba, mnanisikia? Mzee Kiwia mnanisikia hapo? Tuko nyumbani leo hapa. Haleluya. Na wengine wote, na mimi mwenyewe mmoja hapo niko ndani huko. Neno la Mungu ni upanga na nichinja huko. Haleluya. Amen. Lazima tutoe jasho. Sio mpango wa Mungu mwanamke atoe jasho. Jasho mwanamke ni kwenye kuzaa. Haleluya. Kwenye kulea. Haleluya. Lakini jasho la kuitegemeza familia inatakiwa sisi wanaume, lakini leo imegeuka jamani. Msikate tamaa, fanyeni tu majukumu. Wanasema mwanamke mwema anafananishwa na Melikebu. Haleluya. Mwanamke mwema huamka mapema na kuwapanga hata watumishi wake. Mwanamke mwema utafuta sufi mzuri na kutengeneza mavazi ya familia yake. Haleluya. Mwanamke mwema utafuta shamba na kulinunua. Haleluya. Haleluya. Kwa hata hii tunachokifanya msikiza nao na msijisikie vibaya. Kwa hivyo tunaona mahali hapa kile kitabu chetu cha Mwanzo inasema kwa Korintho, tuone pale kwamba Mungu anazungumza nini tena kuhusu siku ile ya 6. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kwa ufupi, alafu tufanye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba huu mwaka bado fursa ipo, kabla siku hazijakwisha ukapokea haki yako kama mwana wa Mungu. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15, Wakorintho wa kwanza sura ya 15, 1 Corinthians chapter 15. Wakorintho wa kwanza sura ya ngapi? Ya 15. Inasema hivi. Inasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa 47 inasema hivi. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Amen. Ni wa udongo. Mtu wa pili atoka wapi? Mbinguni, ambaye ni roho inayohuisha. Mungu anaposema alimuumba mwanamke na mwanamume kwa mfano na sura yake, azungumzia maumbile ya nje. Yaani katika ulimwengu wa roho zetu sisi wanaume na wanawake hazina jenda. Yaani hazina jinsia ya kike wala ya nini? Ya kiume. Katika roho zetu sisi sote tumeumbwa kwa mfano na sura nani? Mungu. Neno mfano kwa tafsiri ya Kiebrania nasema tumeumbwa kwa
uwezo wa kimungu. Neno mfano, uwezo, kwamba mwanamke pia akitumia roho yake vizuri ana uwezo kutenda jambo ambalo Mungu analitenda. Haleluya! Na pia ana uwezo kufanya jambo ambalo mwanamume analitenda katika nini? Roho. Lakini sura anazungumzia tabia, sema tabia, kwamba tabia za Mungu hazimo katika huu mwili wa nje wa udongo. Amen. Zimo ndani ya nini? Ya roho. Maana hata wakati mwingine mwili wako unapotamani pengine kula, na huo wakati umeambiwa baki wiki funga na maombi sawa sawa, au wakati wa usingizi na umeshangaa ghafla moto ndoto ya ajabu usiku ukashtuka, alafu sauti nyingine inakwambia si wale tu kidogo, ndoto tu ni ya kawaida tu, hayo mawenge yako tu na shida zako tu hizo. Lakini Biblia inasema Mungu katika miaka yote huwa anaongea na wanadamu wakati akili zao zimechoka, zimelala, na anaongea nao kwa njia nini? Ya ndoto. Jamani, mwambie basi usipuuziage na ndoto. Ndoto wakati mwingine za Mungu kabisa, wewe kitu ambacho hujakiwaza, hujakifikiri, alafu usiku ukakiota. Na tena kajirudia. Hiyo kitu kuna ujumbe unaambiwa. Kama ni kibaya, amka, omba, kemea, tengua. Kama ni kizuri, amka, omba, mwambie Mungu kitimie. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako usipuuzie ndoto. Farao angepuuzia ndoto yake, dunia ingekufa na njaa. Na Yusufu angepuuzia ndoto ya Farao, asingetoa tafsiri ya ndoto ya nani? Ya Farao. Sawa sawa. Sawa sawa kwa Mungu. Kuna mtu hapa anampatia jibu lake. Na ukiotaga wewe vitu lazima vitimie. Uongo kweli? Na mengi yakupata, sio kama Mungu kukuambia kwa njia ya ndoto. Tuna tabia kupuuzaga. Sinaongea na nafsi ya mtu. Mwambie mwenzako achaga kupuuzia. Achaga kupuuzia. Utalea mwana asiye wa kwako. Kwa kupuuza puuza. Haleluya. Kwa sababu mtu wa kwanza ni wa udongo, asili yake ni wa udongo na tabia za udongo. Lakini wa pili ni roho inayoisha. Imetoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo sura anazungumza tabia. Kwa sisi wanadamu wote, Adamu na Hawa waliumbwa katika roho, lakini ambao wana mfano wa Mungu, yaani uwezo wa kiungu, wakitamka vitu vinakuwa. Na pili, sura, tabia za kiungu katika umwe. Maana hata mbinguni wale Masadukayo wasiamini juu ya kiyama walimuuliza Yesu kwa sheria ya Musa kwamba ilikuwa kwamba kama ndugu akioa mke alafu asimzalie watoto akafa, inabidi mdogoe amlisi yule mwanamke ili amzalie watoto apate ukoo. Sasa kuna kaka yetu alioa mke akafa bila kuzaa yule mwanamke, akaja mdogo akalisi, wakaja mpaka ndugu zetu wanamia ngapi? 7, wote wakafa. Sasa siku ya kiyama atakuwa mke wa nani? Na wote amelala nao. Sababu tendo la ndoa maana yake nini? Tendo la ndoa ni kiunganisho kati ya mwanamume na nani? Katika mwili, sawa sawa. Lakini Yesu akajibuje? Akasema mwapotea kwa kutofahamu nini? Maandiko, maana mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, toka maana ni malaika. Neno malaika in Hebrew nasema sexless. Yaani malaika hawana jinsia. Jisikia hapa kuna pepo mahaba. Pepo mahaba sio kwamba kuna malaika dume linamwingia jike au jike linamwingia dume. Kwamba malaika hata wale mashetani na majini walioasi, Mungu aliwapa uwezo wa kuchukua maumbile. Malaika jini anaweza kavaa umbo la mende akaja hapa. Sawa sawa? Akavaa umbo la nani? Kwa hiyo Mungu hata shetani na majini na mapepo alipoangusha akawapokonya ule uweza wa kujibadilisha. Sawa sawa? Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo malaika akitaka kufanya mambo ya ngono, kwa sababu yeye ni sexless, ana gender, ana jinsia ya kike wala kiume, anavaa kama kuna mwanamume unampenda, wewe ni mwanamke, ndio hilo jina mahali linakuja, anachukua sura mwanamume unafanya unayempenda katika njia nini? Ya ndoto anakujia. Sawa sawa? Lakini mwenyewe kama mwenyewe hana ya maumbile, kwa anavaa ile umbile na anafanya kitu ambacho yule mwanamume anatakiwa akufanyie mkiwa live. Sawa sawa? Na kama ni mwanamke hivyo hivyo, mwanamke hivyo, mwanamume hivyo, anakuja jini anavaa umbo la mwanamke unayempenda. Alafu unalala na shwa, leo kanijia fani nimelala naye leo. Kumbe ni jini limevaa ile uso. Na haya majini huwa yana tabia moja, kwamba yakivaa ile maumbile, yani ile hisia na ule mwemko wa ile tendo unakuwa wa juu sana, kiasi kwamba kama umeolewa au kama umeoa, ndoa inaanza kuwa na nini? Na shida. Kwa sababu kuna vitu na vipata ambavyo katika ule ulimwengu wa ndoto wa mahaba kwa mmeo uvipate au kwa mkeo uvipate. Ndio haya yanaharibu nini? Furaha ya ndoa, yanaharibu msisimuko, yanaharibu mshikamano. Sawa sawa? Lakini hayapati nafasi mpaka wewe umefika mahali umefungua nini? Mlango. Biblia inasema msimpe ibilisi nini? Nafasi. Umekwazia kidogo, mwana mmegani? Yaani heri baba fulani jirani yule.
yule baba yani anapompenda mke wake. Yani acha tu. Na umeambiwa usitamani nyumba ya jirani. Sio yeye kujengwa. Usitamani mume wa jirani. Usitamani mke wa jirani. Yani yule mama ule. Yani angisha angekuwa mke wangu. Yani nilijikaza nimekatu zepese tumtee. Hajishughulishi mtee. Unashangaa kile anasema anakuja naye na sura ya mke wa jirani. Hello. Namaliza. Kwa hiyo kitu kikubwa ni hiki kwamba huu mwaka nikimalizia point. Mungu amesema neno hili. Kitabu cha Zaburi tunamalizia hapo. Zaburi sura ile ya kwanza. Kwamba wenye haki wakishika hizo kanuni 4, Mungu watakuwa kama waliopanda katika nini? Kando ya nini? Ya ziwa. Sawa sawa. Kwa hiyo hata mwanadamu pia siku ya 6 wa kwanza huyu alikuwa wa nini? Wa udongo. Na Adamu akaambiwa hukumu nyingine. Umavumbi na mavumbi ifanye nini? Utarudi. Na nyoka akaambiwaje? Chakula chako kitakuwa nini? Mavumbi. Ya kuzungumza vumbi hili. Nyoka yule ni shetani. Na ndio maana katika ulimwengu wa roho chakula cha shetani ni miili ya watu ya udongo huu. Shetani hawezi kula roho yako. Maana Yesu amesema usimwogope awae mwili akashinda roho. Sawa sawa. Lakini anaweza kukua akala mwili na damu akafanya ndio kinywaji chake juice. Kwa sababu shetani majina kunywa anakula miili ya watu na kunywa damu za wanadamu. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa kwa Mungu. Sawa sawa kwa Mungu. Sawa sawa kwa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu naye akaumbwa siku ya 6 kwa udongo. Lakini wakati anaumbwa kwa udongo, kusoma kitabu cha nini? Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7. Yanasema alipomfinyanga mwanadamu akawa sio nafsi yake, akampulizia pumzi, yani akaingiza roho katika neno pumzi Kiebrania inaitwa ruhak, maana yake roho ya Mungu. Sawa sawa. Amen. Na ile pumzi ilipoingia akawa nafsi hai, Mwanzo 2:7. Sawa sawa. Yule mwanadamu ambaye ni udongo, roho ikaingia ikawisha damu, mwanadamu akaanza kuishi. Maana yake kifo ni kutenganishwa kati ya roho na nini? Na mwili. Roho ndio inayowisha. Yesu alisema neno moja kitabu cha Yohana 6:65. John 6:65, 63. Yohana 6:63 wasemaje? Roho ndio itiaye uzima, mwili haufai. Kumbe huu mwili hauna manufaa na wala hauna faida kama roho haimo ndani yake. Sawa sawa. Mwili haufai kitu. Na maneno niliyoambia aya Mungu nilote na nini? Ni uzima. Kwa hiyo kumbe hata mwanadamu anatakiwa afuate nini? Roho. Anapokuambia Yesu ujitwike msalaba wako, msalaba ni nini? Ni mwili. Sawa sawa. Kwamba mwili uliumbwa ili uongozwe na roho. Sio roho iliingizwa ndani ya mwili ili uongozwe na nini? Na mwili. Sawa sawa. Kwa unaporuhusu mwili wako uongoze roho, maana yake mwili hauna macho, mwili hauna masikio. Sawa sawa. Utakupeleka wapi? Pasipo, na hauna uwezo wa kupambanua kati ya mema na mazuri na machungu. Umenisikia? Sasa tukili kitabu cha Zaburi. Tumalizie hapo. Nasafiri usiku jamani. Nilikuwa niingia jana hapa saa 10 jioni. Na leo nimetoka kufanya gari service hapo na rudi nyumbani. Amen. Lakini wakati mwingine nitarudi, naamini Mungu atanipa neema, hata nikiweza naweza nikafanya mkesha mwaka huu hapa. Si itakuwa baraka. Tanichangia tu. Haleluya. Maana amesema kazi ya Mungu haiwezi kwenda bila kubebwa. Amen. Sio hata kikundi chetu lazima kinaenda bila pesa. Huko nyumbani vitu vinaenda bila pesa. Hata kazi ya Mungu haendi bila nini? Biblia inasema pesa ni jawabu. Kitabu cha Zaburi ile sura yetu ya kwanza na mstari wa kwanza nasema heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki. Tumekuwa tukiimba sana kipindi hiki kwamba Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi cha Waebrania 10:38 inasema mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kumbe maana yake hata imani haiwezi fanya kazi pasipo nini? Haki. Hivi unawezaje kumwamini Yesu kwamba anaweza kukuponya wakati ukiamini wakati anakutendea haki kukuponya? Kwa ili umwamini lazima kufanya nini? Akuponye. Kwa sababu kuponya maana yake amekutendea haki, kukupatia nini? Afya. Imani itakuja yenyewe automatic. Hata ndani ya ndoa, huwezi muamini mumeo kama akuhudumii kama nini? Mwanamke. Hivi kuna vitu vingine wanaume tunavyovitaka kwenu, kama sijakutendea, utanipatia kweli? Sababu huwezi kumpatia mwanamume haki yake kama hajatenda haki kwako. Utamwamini mwanamume kama hajakufanyia haki? Hapana. Kwa kumbe hata imani hata ndani ya ndoa kwamba haiwezi kuinua kwa mumeo kama hajakutendea nini? Haki kama mkeo. Sawa sawa? Kwa hiyo haki ndio inayezalisha amani na imani. Sawa sawa? Sawa sawa?
Amesema heri mtu ule, Mungu ananiambia kwenye mkesha pale Mbezi Beach mwaka huu wakati wa saa 6 usiku tumeingia mwaka. Heri mtu ule, Mungu ananiambia ni mtu asiye katika nini? Katika njia ya wasio nini? Ya wasio wake au shauri. Unajua kuna mtu atakushauri mambo yasiyo ya haki. Utapeli wenzako, wewe tu pale ukipata tu changisho, ukipata tu kicha kwako tu sepa, usiwachangie wengine. Mko hapa uongo kweli? Na Yesu awakemee kupitia andiko. Kama una mashauri yako hapa usepe, amesema heri mtule asiyeenda wapi? Katika shauri la wasio haki. Ndio maana mtu yote anakushauri vitu visivyo vya haki kwa mumeo, kwa watoto wako, kwenye kikundi, mwambie samani, mwaka huu ni mwaka tunakwenda na mashauri ya nini? Kila mmoja apate haki yake kwenye kikundi chetu. Haleluya. Amen. Sipigie makofi. Amen. Kanuni ya kwanza ni hiyo. Ya pili, wala akushikamana katika njia ya wakosaji. Kumbe wakati mwingine pia makosa yanasababisha mambo mengi kuyakose, sawa sawa? Wenzako kila siku wakija hapo wanachangia wetu, jamani leo umetoa kitu fulani. Kumbe wakati hata ni uongo tu, kisingizio. Tunafika basi pale bwana, kulingana na utaratibu wetu mahali hapa, hawezi pokea kitu ambacho hujakiwekeza. Yaani kile kikundi yetu ifanya warokore, yetu wa Kristo, eti si watu fulani. Sikiliza. Kila jambo jema lina utaratibu, sawa sawa? Ukitaka uvune lazima upande. Na ukitaka upande lazima ulime. Sasa wewe unataka upande bila kulima, unapanda kwenye nyasi, basi utatoka mimea. Amen. Sawa sawa? Naendelea. Nasema wala akuketi katika baraza lenye mizaa. Nakuta mwanamke wenzake wanapiga kazi, wanakaa vikundi, yakika kwa sauni. Hello, mangali mama fulani kapita leo pale. Yaani siku hizi kaishiwa. Hata na mtoto zile sana bila hisi. Yaani wewe kazi yako tu mizamiza, umbea tu mizatu. Yaani yale masaa ambayo unaongea wenzako kutafuta pesa. Wenzako kwa shambani, wenzako wanafuga kuku. Utafanikiwa kweli? Kama mwanamke wa Dar es Salaam kule mambo yake. Hello. Nipasho tu. Una akili. Leo ngoja niwapatie tu vitu mbarikiwa mama wangu. Haleluya. Si mnawapenda? Amen. Anaongea jamani, nawaumiza, unawafurahisha. Tena nawajenga. Haleluya. Mambo ya mizaa, unajua maisha hayana mzaa. Be serious. Biblia inasema msidanganyike, Mungu aziakili. Chochote utakachofanya utavuna. Ukipanda kwa roho utavuna uzima wa leo na milele. Ukipanda kwa mwili utavuna mauti. Kwa mwili maana yake nini? Wewe umekaa tu masengenyo. Unadhani masengenyo utavuna kitu gani? Hivi umekaa asubuhi mpaka jioni masengenyo, unavuna kitu gani? Utavuna pesa? Utavuna kikoba? Sawa sawa? Sasa wamama, kuna wanawake leo wakati mwingine hamfanikiwi sababu gani? Mnapenda kukaa kwenye baraza vya umbea na masengenyo, mnasahau kwamba vina faida. Hadi simalizi yako. Twendeni. Mstari wa pili, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Neno sheria, utaratibu. Unajua hata katika mafanikio, hata katika kikundi kuna sheria, uongo? Sababu kazi ya sheria ina ndani utaratibu. Kwamba kikundi chetu tutakuwa sisi kila Jumapili jioni tunakutana na kila mmoja anakuja na shilingi 1000 ngapi? 30. Si ndio hivyo? Na kila Jumapili mtu mmoja anapokea kitu cha kwa. Hiyo ni nini? Ni sheria. Kwa hiyo yani ile kwamba sheria kila Jumapili ana shilingi ngapi? 30. Lakini utaratibu, kwa hiyo Jumapili hizo 30 kila mtu anapokea, kila Jumapili mtu mmoja anapokea ile ambayo tumekikusanya. Huo ni utaratibu, sawa sawa? Kwa sheria Jumapili tutakutana, lakini na shilingi 1000 ngapi? 30. Utaratibu kwamba ile pesa tunakusanya mtu mmoja anapokea fungu la kwa, lakini na yule anayepokea lazima na aendelee nini? Kuchangia na wengine. Sawa sawa? Usipochangia hakuna kuvu. Na ukishavuna uendelee kuchangia na wengine. Usisepe, usikimbie, usichape lapa. Sawa sawa? Huo ni uuna, ni dhambi pia kwa Mungu. Sawa sawa mama, mpo hapa? Amen. Kwa una zile sheria, utaratibu. Kwa sababu sheria inazaa utaratibu, utaratibu unazaa nini? Inazaa amri. Yaani kwamba unatii bila kusurutisha. Unajua mwanamume akimtendea vitu vyema vya sheria anamheshimu, sawa sawa? Nimalizia pale, anasema kwamba na sheria uitafakari usiku na nini? Na mchana. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliyepandwa wapi? Kando ya vijito vya nini? Vya maji. Amen. Kwa hiyo kama mtu umepandwa wapi? Katika kando ya mto wa maji. Tumekuwa na mito mingi sana kutoka Kilimanjaro. Uongo kweli? Kuna wengine mpaka wanakufungia kule juu tusipate nini? Maji. Lakini ukipata hiyo neema ya mto, migomba yako inazaa. Sawa sawa? Mboga zako
zaa. Kwa hiyo mtu huyu atakuwa kama mti uliopandwa katika nini? Kando ya maji. Sawa sawa. Amesema kando ya maji, ya vijito maji. Uzao, amesema uzaa matunda yake kwa majira yake. Kila majira, kila mwezi unavuna kitu kizuri. Amesema na jani lake halitonyauka, na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hiyo mwaka huu kwa ufupi kwamba Mungu alisema namba 5 ni namba ya ardhi. Ndio maana Mungu alisema pia ardhi kabla ya Nuhu ilikuwa mvua hainyeshi, ilikuwa inanyeshewa na umande, sema umande. Lakini pili chemichemi za ardhi, sema chemichemi. Sawa sawa. Na ndipo wakati wa Nuhu kwa mara ya kwanza Mungu akaamua tena kunyeshea ardhi kwa nini? Ya mvua. Ndio maana akasema ardhi hii isije ikanywa damu ya mtu awaye yote. Mwanzo 9:6. Na ardhi kama mtu atamwaga damu ya mtu kwenye ardhi basi atalaniwa. Kwa mfano Kaini ndio alikuwa mtu wa kwanza, sema Kaini. Alikuwa mtu wa kwanza kusikia sauti ya shetani na kumtoa nduguye kafara, sababu Kaini alikuwa anategemea kilimo ili afanikiwe. Sasa alipotoa sadaka ya mazao dhaifu, afu Mungu akajambakisha. Mungu amesema hata kama ni mahindi unapotolea malimbuko ya kwanza, usitoe mahindi yale yameliwa na wadudu, au ile hindi ambalo mmoja punje pale kama mdomo wa mzee, moja pale anampelekea Mungu. Alafu mahindi ambayo yamejaza kwenye nini bunzi, unasema anya ya kwangu. Sasa Kaini shida yake ilikuwa nini? Alipeleka mazao dhaifu, kama ni mboga zimeliwa na wadudu, sawa sawa. Sawa sawa, kama ni mahindi ndio vile sawa sawa. Lakini wanasema Biblia Abel kwa kuwa alikuwa anategemea mapato yake mifugo, akapeleka wanyama walie nona, Bwana akamtakabali. Kaini akakasirika. Hata kwa Mungu vile vile huwezi mpelekea sadaka kilema akaifurahia. Naongea hata kwenye kikundi ukitoa hivi mchango wako wewe baada ya 30 unatoka shilingi 10,000, utapokea ile level ya wengine wanaotoa 30? Tuongee uko jamani. Sasa utawalaumu wenzako. Mimi leo nataka niwasaidie kweli. Haleluya. Amen, ili tunyooke. Sasa hiki ndio kitu ambacho kipo ya kwamba Mungu hawezi kufanikisha kama hujashika amri, utaratibu, hujashika sheria, utaratibu pamoja na amri. Sababu amri inazaa nini? Utii. Utii unazaa nini? Utekelezaji wa sheria. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa ufupi tunataka niwe pamoja nanyi. Mungu awabariki sana. Niko hapa Kilimanjaro siku ya leo na familia mzuri hapa ya mama. Kwa mama yetu Mama Kiwia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Apostle Titus na leo nimepata nafasi kwenye kikundi hiki cha mama cha masaidiano kuweza kushana neno la Mungu hili. Bwana akubariki. Na kabla hujafika tarehe 31, weka mambo yako sawa. Maana Mungu hawai wala achele kujibu kwa wakati. Unaweza kuvuna yale ambayo hujavuna kwa miezi mingapi? 12 na siku ngapi leo? Siku 15 14. Amen. Ukashangaa ndani ya siku bakia chache hizo ukavuna yote. Bwana akubariki sana, Bwana watunze. Amen.